manake kuna baadhi ya sehemu ambazo zimefurika maji na barabara zimefurika, na kwamba barabara zimesombwa na kufunikwa, na kwamba sio rahisi kwa magari kufahamu barabara ama njia ya barabara ziko wapi. Lakini kadri shule zinapofunguliwa, kuna baadhi ya shule hazitaweza kurudi shuleni leo hii ama hata wiki ijayo ama juma lingine, kwa sababu miundo msingi kumradhi imesombwa yote. Vitabu vimesombwa, madarasa yamesombwa, inahitaji kuanza upya. Lakini kumbuka kwamba pia serikali inahitajika kuweka fedha. Vile vile ukumbuke wabunge waliweza kushauriwa waweze kuweka fedha katika ukarabati wa baadhi wa hizi shule, lakini hilo halijaweza kutendeka mpaka sasa hivi. Athari ni ipi kwa mwalimu Humphrey? Athari ni ipi? Pesa zijawekwa katika baadhi ya shule ambazo ndio jambo la msingi. Wanafunzi wanabaki nyuma kwa kiwango gani, hususan katika kukamilisha mtaala na silabasi? Kuna hatari kubwa hapa, kwa sababu Wizara ya Elimu imetoa amri silabasi itekelezwe pasipo kurejesha nyuma wala kuongeza siku zozote kwa yale majuma mawili yaliyopita. Lakini vile ulivyosema ni kwamba malighafi na zile rasilimali ambazo yafaa zisaidie hawa walimu katika utekelezaji wa haya maswala hazingalipo tena, kwa sababu zimesombwa na mafuriko. Ndio kwa sasa mvua imepusa maeneo mengi, magatuzi karibu labda magatuzi 99% mvua imepusa. Kuna hali ya shwari, hali ya anga si tete tena. Lakini swali ambalo tujiuliza vile ulivyosema ni kwamba tuko tayari kutekeleza huo wajibu wa kusukuma mtaala wa elimu, kuzingatia kwamba tumeshapoteza majuma mawili? Jibu ni kwamba walimu wanaweza kuwa wako tayari, lakini wao wanafunzi watasomea wapi? Kwa sababu madarasa yamesombwa, vitabu vimesombwa, hivyo vitabu vimeloa maji, haviwezi vikatumika tena. Vitabu, madaftari ya kuandikia pamoja na vitabu viada, vile vitabu ambavyo labda vinatolewa na serikali, vitabu vya kutekeleza mtaala, havipo tena. Vyoo havipo. Hawa wanafunzi watasoma wakiwa wapi? Kwa hivyo maswali ambayo yafaa tujiulize kama jamii mzima, tusianze kusema fulani ndiye alifaa kufanya, fulani ndiye alifaa kutekeleza. Tujiulize swali kama jamii, tutaanzia wapi? Hawa watoto ambao tunasema warudi shuleni, waende kusoma, walimu wafunze, watekeleze huu mtaala, watasoma wakiwa wapi? Kwa hivyo labda ombi letu ni kwa serikali, labda kupitia Wizara ya Elimu, zile hela ambazo inafaa ziende kwenye shule kusaidia ile ambayo inaitwa capitation kwa hizi shule, ingelikuwa bora zaidi kama zingewachiliwa kabla shule zifunguliwe. Ndivyo. Naam. Pengo la elimu, manake sasa hivi sitaki kutaja shule yoyote. Shule zenye mabasi makubwa wanafunzi wanaenda shuleni bila wasiwasi hapa jijini Nairobi. Wao kwao hali shwari kama alivyosema, si tete hali kwao. Lakini katika shule zile ambazo zilizoko katika shule za umma, hali si shwari. Hili pengo linazibwaje? Ama kuna mmoja ambaye anafaidi kuliko mwingine? Kweli kuna pengo, na pengo hili hata limekuwa hata kabla tumefungua shule, kwa sababu serikali ilipotangaza ya kwamba shule hazingefunguliwa mpaka baada ya wiki moja, tuliona shule za kibinafsi zikiendeleza masomo yao kwa teknolojia, yani online classes. Na hivyo tunaona pengo, kwa sababu mtoto ambaye ako kwenye haya maeneo mengine hapati fursa ya kusoma, ilhali mwenzetu anaendelea kusoma. Kwa hivyo ni muhimu tuweze kuja na kupata njia za kuziba pengo hili. Na njia moja ya kwanza ambayo naweza sema na ningependekeza ni kwamba tuweze kuchukua fursa hii ya kutumia masomo haya ya kidijitali, yani the online classes, ili tusione watoto wetu wakiathirika, wakibaki nyuma. Pili naweza sema kwa mfano Teach for Kenya, tuna walimu wetu ambao wamekuwa wakienda kwenye maeneo yetu na kujaribu kuleta watoto pamoja na kujaribu kuwafunza kwa muda wa saa moja kila siku, ili kuhakikisha ya kwamba hawabaki nyuma, ilhali hawa wengine wanaendelea kusoma. Kwa hivyo ningesema kwamba hii ni changamoto ambayo inataka mashirika yote yaje pamoja, sio serikali peke yake, hata mashirika ama taasisi kama za NGOs kama Teach for Kenya na taasisi zingine ziweze kuja pamoja, ili tuweze
iweze kumsaidia huyu mwanafunzi aweze kupata masomo yake kwa wakati. Wakurugenzi na walimu wakuu wote katika shule za APBET, umpokee mwanafunzi jinsi alivyokuja. Awe hana sare. Mimi nimelisema hili kwa sababu ninao ujumbe kwa saa hizi. Nimeambiwa kwamba umelipa karo lakini kuna masomo ya ziada hujalipa. Ndio. Zipo shule. Zipo shule. Labda tena za umma. Za umma. Na hata za binafsi. Kwa hivyo swala la remedial classes ni moja ya eneo ambalo shule ndio inaenda kuchuma zaidi. Ndivyo. Vile unasema ni kweli kwamba kuna kila janga linapokuja lina uzuri na ubaya wake. Ni kweli kwamba kila janga linapokuja lina uzuri na ubaya wake. Ndio. Kuna wale wanaochukua nafasi ya ili janga kujitajirisha. Ndipo. Na kuna wale ambao wanaendelea kudhalilika kabisa. Kuna ule msemo ambao unasema kwamba unaweza ukafa ukijaribu kukarabati maisha yako na mwingine akatumia kifo chako kuyakarabati maisha yake. Kwa hivyo kuna wale watu ambao hawana roho ya huruma, lakini labda ni maeneo moja tu, si kila pahali. Na vitendo kama hivyo si vizuri, si vya kibinadamu, tunavishtumu. Kwa hivyo nilivyokuwa nasema naeleza ni kwamba tulipokea barua kutoka kwa mwenyekiti wa kitaifa wa UWASA Daktari Moses Okono, shule zote za UWASA Kenya, kwamba wapokee wanafunzi jinsi walivyo. Awe hana sare, awe hana karo. Kuna wale wamepoteza wapendwa wao, bado wanaomboleza, ukimrudisha ataenda wapi? Kuna wale ambao hawana makao, wako kwenye kambi, ukimrudisha ataenda wapi? Kwa hivyo kimbilio la huyu mwanafunzi ni hicho kituo cha elimu. Anajua kwamba angalau atapata kopo la uji, hapo atapata maji ya kunywa, atapata labda ule msongo wa mawazo unaomkumba kule, kwanza kufikiria yale yaliyotukia, matukio na matokeo ya maafa ya mafuriko yatamuondokea, angalau atapata nafuu kidogo. Kwa hivyo unavyohoji hapa kwamba tunaangalia jinsi hali ilivyo, watu wengi, iwe ni shule ya kibinafsi au ya serikali, japo zile ulizotaja ni za serikali, zinatumiwa kama vitega uchumi kwa sasa. Haujalipa malipo ya mafunzo ya ziada, lakini umelipa karo, rudi nyumbani. Hayo ni makosa makubwa. Yafaa pia tunapotekeleza sheria za shule tuwe na utu kidogo ndani mwetu, hivi kwamba hata yale ambayo tunatekeleza ni kwa mujibu wa manufaa ya jamii na isiwe tu ni yetu sisi binafsi. Sisi wana ile policy ya kusema kwamba unafanya kazi sasa kurudisha mkono kwa jamii. You are giving it back to the society. Kwa hivyo huwezi niambia kwamba unarudi kuitumikia jamii ambayo umejitoa kuinyanyasa. Yule mzazi ambaye kipato chake ilikuwa ni biashara, imesombwa na mafuriko, ilikuwa ni labda kazi aliyokuwa nayo hanayo tena, itakuwa ni makosa makubwa. Amejikakamua, amelipa karo, unarudisha mtoto kwamba haujalipa ada fulani. Ndio, hilo ndio swala moja ambalo linajitokea, ada ya masomo ya ziada. Kabla hata hujalipa, ama ukishalipa hata nusu unaambiwa lakini hujalipa hii. Kwa hivyo huenda mwanafunzi wako akatolewa mapema, na kutolewa mapema haiwezekani kwa sababu labda kuna mbinu ya usafiri kutoka shuleni mpaka nyumbani. Hivyo unalazimishwa kutafuta pesa kulipa masomo ya ziada. Hivi nyinyi mnaliangaliaje swala hili? Vipi ambavyo tunaweza kuliziba pengo hili na kila mtu aweze kufurahia masomo? Kwanza kabisa ningesema ya kwamba ni muhimu kuangalia vile ambavyo walimu wanatekeleza kazi yao. Nimefurahia kwamba serikali imeweza kujaribu kupunguza masaa ambayo wanafunzi wanafaa kuwa shuleni, ya kwamba unaweza kwa sababu sababu moja ambayo walimu wanaitisha hizi pesa za ziada ni kwa sababu ya masaa. Kwa hivyo kama tunaweza tukatumia yale masaa ambayo serikali imetoa ya kufunza wanafunzi, kama kwa mfano ni kutoka saa 2 mpaka saa 10, tutumie wakati huo ifaavyo ili kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ameweza kufunzwa ama ameweza kupata masomo yake ifaavyo, kwa sababu tunapata kuna nyakati ambazo labda walimu wanaingia wamechelewa, ama labda kama changamoto kama hizi tunasema kuna mvua, labda mwalimu amezuiliwa kufika shuleni. Tutafute mikakati ambayo tunaweza tukaifanya ili kila mwanafunzi aweze kufaidika na aweze kusoma. Kwa hivyo hiyo ndio
pendekezo moja ambalo ningeweza kutoa ya kwamba tuhakikishe tunatumia muda ambao tumepewa wa kufunza, kwa sababu hii pesa ya ziada inakuja kwa sababu kuna wakati wa ziada ambao unatumika kumfunza mwanafunzi. Hilo ndilo pendekezo langu. Mwalimu Humphrey, wakati wa ziada, lakini tunawezaje kujibana kwenye hizi saa zilizowekwa kati ya saa 2 asubuhi hadi saa 10 alasiri? Tujibane hapo ndani na tuweze kuwafikia silabasi ile ambayo inafaa, ama itabidi tuongeze saa angalau moja? Mbaazi ukikosa kuzaa usingizia jua. Kuna wale watu ambao wamefeli kuanzia mwanzo. Kuna wale ambao hata ukamuongeza siku zingine 90 zaidi ya zile ulizompa, hatafanya chochote, hataleta mabadiliko yoyote. Kuna wale wengine wetu ambao ni wazembe kiasilia hivi kwamba hata ukapewa mwaka mzima, hiyo silabasi ya darasa hauikamilishi ipasavyo kwa muda ufaao. Kwa hivyo langu hapa ni kwamba japo jitihada za mja haziondoi kudura, lakini huwa tunasema kwamba geza ndio mji. Kule kujaribu na kujitolea mhanga, hatimaye tutapata matokeo. Mwalimu anaweza tumia huu muda ambao uko pasipo kupoteza hata kipindi kimoja, tuikamilishe hii silabasi. Na jinsi alivyosema kwamba yale mafunzo ya ziada, tukisema tunaweka mafunzo ya ziada yako, huo ni mkataba wa makubaliano baina ya mwalimu na mzazi. Hiyo huwa si lazima. Lakini sasa swali ambalo inafaa tujiulize ni kwamba kwa sababu hawa wanaojikimu ama wanaojimudu kulipia haya mafunzo ya ziada labda ni wale ambao wana kipato. Kwa yule mwanafunzi ambaye anatoka kwa familia yenye hali ya ulitima imeingia kidedea, hana ule uwezo wa kuyapata haya mafunzo ya ziada. Kwa hivyo kwangu mimi ni kwamba huu muda kuondoa hizi ama haya majuma mawili, hizi siku 14 ambazo tumeshapoteza, bado ni muda ambao tunaweza tukautumia kutekeleza silabasi pasipo kumpa mzazi mzigo mwingine mzito. Mafunzo ya ziada huja kwa wale wanafunzi ambao ni wale ambao tunasema labda wana ule umahiri, yani wana ule ufahamu wa kiwango cha chini kung'amua yale ambayo wanafunzwa. Na nikupe uhalisia labda. Yeah. Katika taifa hili la Kenya, mafunzo ya ziada sasa hivi ni ada. Si swala ambalo ni la kwenda ukaseme mimi kama mzazi si nakataa. Ukifika kiwango fulani tayari unaona kila shule inakwambia kuna mafunzo ya ziada. Shule moja wanafunzi wanafika saa 10 usiku kwa sababu ya mafunzo ya ziada kabla ya kuanza masomo ya saa 2 asubuhi. Ni halisi. Ni halisi usemavyo. Lakini jambo ambalo nataka tuliangalie ni kwamba hata vile ulivyosema hapa, watafika hiyo saa 10 za alfajiri, lakini sio wote wataingia. Kwa hivyo watakaoingia kwenye darasa wasome yale mafunzo ya ziada ni wale waliolipa. Sasa hapo ndipo hali ya uhisani na roho ya utu kwetu sisi walimu hutokea. Huyu mwanafunzi ambaye hana uwezo wa kulipia mafunzo ya ziada atasaidika namna gani? Asante. Ndonavu atapata jibu. Kwa dakika moja tukifunga kipindi hichi, ushauri wako kuhusiana na muhula wa pili. Asante sana. Ningependa kusema ya kwamba ni muhimu vile nilivyosema awali ya kwamba mashirika yote yaweze kuja pamoja, kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha ya kwamba kila mwanafunzi anaweza kupata elimu na elimu nzuri ambayo itaweza kumpa hayo manufaa ambayo inakuja kutokana kwa elimu. Kwa hivyo ningependekeza ya kwamba sisi sote tuungane, walimu, wazazi, mashirika ya wazazi ambayo yanasaidia kutetea haki za watoto shuleni, taasisi kama za NGO, kwa mfano sisi hata Teach for Kenya, tuweze kuja sisi wote pamoja, tufanye kazi pamoja pia hata na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anaweza kupata hii elimu ifaavyo. Asante sana Olive Thuku. Na Bwana Humphrey. Naam. Kauli yako ya mwisho kuhusiana na kipindi hiki na ushauri wako labda tunapoingia muhula wa pili na hali ilivyo nchini. Na jinsi nilivyosema hapo awali ni kwamba huu si wakati wa kuanza kuangalia nani hajafanya nini. Huu ni ule wakati ambapo tunasema ni sisi kwa sisi. Tuige ule mfano ambao yule mbunge wa Mathare
Mheshimiwa Anthony Oluoch, na huyo ndiye balozi wa UWASA Kenya katika bunge la kitaifa, ametoa kapu la kukusanya rasilimali au hela za kusaidia wale wahasiriwa. Mbona yale maeneo mengine ya maeneo